Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limewataka raia katika eneo hilo kujiepusha na maeneo yaliyo karibu na vikosi vya Marekani. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya Sepa News, IRGC imedai kuwa vikosi vya Marekani na Israel vinatumia maeneo ya kiraia kama ngao za kibinadamu na kuwashauri wananchi kuondoka haraka katika maeneo yenye wanajeshi wa Marekani ili kuepuka madhara. Katika hatua nyingine, Iran imeishutumu Marekani na Israel kwa kusababisha uharibifu mkubwa wa maeneo ya urithi wa utamaduni na miundombinu ya kiraia, huku vita Mashariki ya Kati vikiendelea kushika kasi. Mkuu wa kamati ya urithi wa utamaduni ya Baraza la Jiji la Tehran, Ahmad Alavi, amesema takriban makumbusho 120, majengo ya kihistoria na maeneo ya kitamaduni katika majimbo mbalimbali yameharibiwa tangu kuanza kwa vita. Akizungumza na televisheni ya taifa, Alavi alidai kuwa baadhi ya maeneo hayo yalilengwa moja kwa moja na kupata uharibifu mkubwa. Miongoni mwa maeneo aliyoyataja ni ikulu ya Golestan iliyoorodheshwa na UNESCO, ikulu ya Saadabad, ikulu ya Mabo pamoja na nyumba ya Taymouth Tash inayojulikana pia kama makumbusho ya vita. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameishutumu Marekani kwa kufanya shambulio lililopangwa dhidi ya shule ya Iran siku ya kwanza ya vita. Katika hotuba ya video kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva, amedai kuwa shule ya msingi katika mji wa Minab kusini mwa Iran ilishambuliwa na kusababisha vifo vya zaidi ya wanafunzi na walimu 175. Araghchi amelitaja shambulio la Februari 28 kuwa ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu, akisema kauli za Marekani zinazojaribu kulihalalisha haziwezi kuondoa uwajibikaji wake.